Inawezekana umepata taarifa ama tangazo kuhusiana na kongamano la Pasaka mwaka 2026. Sasa nimemtafuta muhusika mwenyewe kwa ajili ya kulizungumzia hili kwa undani zaidi. Niko na mtumishi wa Mungu ambaye mimi namfahamu tu kama mchungaji, ila yeye anaweza akajitambulisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lako tafadhali? Asante sana. Naitwa mchungaji Tadei Kihwaga na hudumu kama mratibu wa UKWATA katika mkoa wa Iringa. Sawa, tumepata tangazo hili ama taarifa juu ya kongamano la Pasaka katika mwaka huu. Unaweza ukatujuza ratiba kwa ujumla ikoje kuhusu kuripoti ni lini, na labda mtu anapokuja aje na vitu vya aina gani kwa maana ya mwanafunzi? Kimsingi siku ya kufika ni Ijumaa kwa maana ya tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka wa Bwana wa 2026 ndio siku ya kuripoti, na tunatamani siku hiyo vijana waanze kufika kuanzia saa 8. Saa 8 ni muda mzuri ambao watapokelewa vizuri sana. Sawa, wanafika wapi kwa maana kongamano la Pasaka kwa mwaka huu kwa maana Iringa itafanyika wapi, lakini niligusia juu ya vitu gani wajinavyo wanapotoka huku? Kongamano hili au tunasema Easter Conference itafanyika katika shule ya sekondari Shim Polytech. Shule hii iko jirani na chuo cha ufundi Don Bosco au shule ya St. Charles. Yeah. Sawa, vitu vya kuja navyo huyu mwanafunzi anatakiwa kuja na nini, kwa sababu pia kuna kukaa siku kadhaa hapo? Mwanafunzi anatakiwa aje na vitu vya kujifunika, niseme vifaa vya kujifunika, lakini vifaa kama sahani na kikombe ambavyo atapatia chakula, lakini pia na chai. Lakini pia aje na godoro. Wale watakaoshindwa kabisa kuja na godoro wanaweza kapewa magodoro, lakini sio mazuri sana na ni machache. Kwa hiyo tunatamani sana vijana wetu kama wakija na hivyo vifaa vya chakula, vifaa vya kujifunika, lakini pia aje na godoro ambalo atalalia, godoro dogo. Sawa, sasa tugeukie hasa kwenye ujumbe maalum kabisa, ujumbe ambao utatolewa wakati huu, unamaanisha masomo yale ambayo yatafundishwa. Unaweza ukatugusia kidogo baadhi ya mada ambazo zitafundishwa? Karibu. Asante. Yapo masomo mengi yatakayofundishwa, lakini mojawapo ya masomo yatakayofundishwa ni somo kuu. Nasema somo kuu ambalo linatoka waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16. Ukisoma pale amesema basi enendeni, enendeni kwa Roho. Kwa hiyo tutawafundisha vijana wetu namna ya kutembea katika misingi ya kimungu wanapokuwa mashuleni, lakini sio tu mashuleni, maana baada ya kuwa shuleni watatoka wataingia kwenye jamii, namna ya kuishi katika misingi ya kimungu. Hilo ni somo la kwanza ambalo tunasema ni somo kuu, na hili litafundishwa na watu watatu. Mmoja atakuwa baba askofu Daktari Blaston Gavile, ndiye atakayeanza wa Dayosisi ya Iringa. Lakini pia somo hili litafundishwa na mchungaji ambaye tunasema mchungaji misionari Joel Mkemwa. Zaidi ya yeye atafundisha askofu Daktari Joseph Mgomi wa kanisa la Anglican. Hawa watatu watajikita kwenye somo kuu. Lipo somo jingine linaitwa namna ya kutoka katika vifungo vya shetani. Hili ni somo muhimu sana, na labda niseme vijana wetu wapo mashuleni kwa sasa, lakini pia wameshikwa na vitu vingi ambavyo wazazi hawaelewi. Yawezekana hata na wenyewe hawajielewi vizuri, lakini wanapokuja kwenye huu mkutano, baada ya mafundisho mazuri, baada ya abudu mbalimbali, unashangaa mapepo yanalipuka. Kwa hiyo tutawafundisha vizuri namna ya kutoka kwenye hivyo vifungo vya shetani. Lakini wengine wanafaulu, wanashindwa kufaulu masomo. Unaweza ukajiuliza, mbona naona na akili tu lakini anashindwa? Kumbe amefungwa na vifungo vya shetani. Aidha kuna mikataba ya kiukoo ambayo labda ipo katika ukoo huo.
Sasa mtoto haelewi chochote, anashangaa tu anashindwa katika masomo. Sasa baada ya mafundisho haya tunategemea kwamba maombi yatafanyika, na kwa hiyo vifungo hivyo vitaondoka, lakini tutamfundisha namna ya yeye mwenyewe kuendelea kusimama katika misingi ya kimungu na namna ya kuendelea kujitoa kwenye hiyo mikataba ya mwovu ibilisi au vifungo vya shetani. Somo lingine naendelea na masomo linaitwa academic excellence au ufanisi wa kitaaluma. Watoto hao wana masomo mengi wanapokuwepo shuleni. Somo hili litafundisha namna anavyoweza kufaulu katika masomo mbalimbali. Asomaji anaweza akafanikiwa vipi kimasomo? Basi somo hili litafundishwa. Labda nimerukia kwenye somo hili, lakini sijamtambulisha mwalimu wa namna ya kutoka katika vifungo vya shetani. Yupo mwalimu mahiri sana, anaitwa Mwalimu Masimba. Huyu atatoka Dodoma, ni mwalimu mzuri sana katika eneo hili. Ndipo sasa tunaingia kwenye somo hili la ufanisi wa kitaaluma au academic excellence. Hili litafundishwa na mwalimu Shadrack Nyaulingo, katibu mkuu wa KKT Dayosisi ya Iringa. Na huyu kwa sasa anachukua au masomo ya udaktari ya masomo ya udaktari katika mambo ya mahesabu. Kwa hiyo atawafundisha vizuri au atawapeleka vizuri katika somo hili. Somo jingine linaitwa kijana Mkristo na mahusiano. Vijana wetu wana mahusiano hata wakiwa mashuleni huko, na hayo yanawafanya wakati mwingine wanafanya vibaya kitaaluma, kwa sababu kabla hujaenda mbali, nazungumzia mahusiano yapi? Maana lazima tuwe wazi, maana mwingine anasema mahusiano yeye na Mungu hapo unasema anafanya vibaya. Mahusiano yapo ya aina nyingi. Yapo mahusiano ya kiurafiki wa kawaida tu, lakini yapo mahusiano ya mtu na Mungu wake, namna anavyojikita kumtafuta Mungu. Lakini yapo mahusiano mengine mabaya ambayo yanawapelekea labda kuingia kwenye vitendo viovu, kama uzinzi na vitu vingine. Kwa hiyo mwalimu atakayetembea hapa au atakayefundisha hili jambo atatembea kwenye mahusiano haya ili awaweke vijana wetu vizuri. Kwa mfano, mahusiano yanayowapelekea kwenye uzinzi, atawafundisha vizuri ni wakati gani wa haya mahusiano. Je, wakati waliopo hapa, wakati wanatafuta elimu, je, ni wakati mwafaka au si wakati mwafaka? Kwa hiyo atawafundisha vizuri kuhusu mahusiano kwa ujumla wake. Baada ya kufahamu ambayo masomo yatafundishwa katika kongamano hili, unaweza sasa ukasema neno kwa ule ambaye anatufuatilia muda huu, na hasa mzazi na mlezi huko waliko, pengine wamesikia ama pengine hawajasikia, au bado anajivutavuta kuhakikisha kwamba anamsaidia mtoto wake kwa ajili ya kushiriki kongamano hili. Neno lako kwa wao pia. Kabla sijaingia kwenye neno, bado kuna somo jingine linaitwa kijana Mkristo na uchumi. Vijana wetu wako sekondari, lakini bado wanaweza wakafundishwa namna ya kujikita katika kutafuta uchumi. Hata wakiwa bado shuleni, bado kuna muda wanarudi nyumbani, wanaweza wakafanya vitu gani wakiwa nyumbani ili kujiletea uchumi. Mimi nakumbuka mimi nikiwa nasoma shule ya msingi, sikulipiwa ada na wazazi. Nakumbuka tulikuwa tunalipa ada kidogo, lakini nilikuwa wakati ule ilikuwa inaruhusiwa, sijui kama siku hizi, lakini nilikuwa siku za weekend nanunua ndizi, nanunua miwa, naenda kuuza. Kwa hiyo nilikuwa na fedha tu ya kulipa ada na vitu vidogo vidogo, wazazi walikuwa hawahangaiki. Lakini pia watoto hao wanarudi likizo, licha ya kusoma anaweza kafanya vitu fulani vikamuimarisha kiuchumi. Lakini kupitia somo hili pia atafundishwa akimaliza masomo anaweza kafanya vitu gani ili kujiimarisha kiuchumi, na hili litafundishwa na Mheshimiwa Daktari Jessica Msambatavangu, atafundisha somo hili. Sasa ndipo tuje kwenye hoja yako kwamba wito ni upi kwa wazazi. Wito wangu kwa wazazi ni kwamba mkutano huu ni muhimu sana kwa vijana wao. Kwa hiyo ni vizuri wawalete vijana
ili kusudi waweze kupata masomo haya na mengine yatakayokuwepo. Tunasema na mengine kwa sababu kuna wakati tutawatenga vijana wa kike peke yao, vijana wa kiume peke yao, ili watuambie zaidi wanakutana na nini shuleni, nyumbani, mambo ambayo wazazi hawawezi kuwaambia, sisi wachungaji watatuambia, na tutawashauri, tutawaombea, lakini tutawashauri vizuri. Kwa hiyo ni vizuri wazazi wahakikishe wanawawezesha vijana wao kushiriki kwenye mkutano huu muhimu sana kwa ajili yao, ili kusudi waweze kuimarika katika mambo haya yote ya kiroho, mambo ya kiuchumi na mambo ya kielimu, na tunategemea watakaporudi watawaona wako tofauti kabisa kitabia, lakini kama alikuwa mzembe kusoma kupitia academic excellence au ufanisi wa kitaaluma, atasoma kwa bidii sana, kwa sababu tutamweleza umuhimu. Lakini upande wa kimungu atasimama vizuri, atashangaa tabia zinabadilika. Kama alikuwa mtukutu, basi anashangaa amekuwa mtu mzuri. Kama alikuwa hana heshima kwa wazazi na kwa walimu, atashangaa mtoto amebadilika sana. Kama alikuwa anafika anakaa tu anasubiri aletewe chakula na kila kitu, atamshangaa kijana ameanza kufanya kazi, anajibidisha hapa na pale, ili kusudi aweze kujikimu yeye mwenyewe. Moja ya jambo ambalo mimi nilipata wakati fulani nikishiriki kongamano hili la Pasaka nikiwa mwanafunzi ni kujifunza kwamba kumbe hata kwenye kusifu na kuabudu kwenye ibada kunaweza kukachangamka kiwango ambacho mimi sikuzoea. Na naamini kwamba hata kwenye kongamano hili miongoni mwa vitu ambavyo watu watavipata ni hicho. Mchungaji, tunamaliza kwa mawasiliano yako, ili kwa yule ambaye anafuatilia ni mzazi, ana swali au na jambo lolote, karibu kwa mawasiliano na namna ya kupata. Asante. Kabla ya kutoa mawasiliano, katika mkutano huu vijana wetu wanachangia kiasi fulani kidogo, 25,000. 25,000 tunaona ni kiwango kidogo, ingawa kwa wengine inakuwa ni shida kidogo kukipata, lakini tunaomba wazazi wawawezeshe vijana wao. Hiyo fedha ndiyo itakayowezesha kupata chai, kupata chakula, kupata sehemu ya kulala na mahitaji mengine madogo madogo. Kwa hiyo tunawaomba wazazi wawawezeshe vijana wao ili kusudi waweze kushiriki katika mkutano huu. Lakini pia kukiwa na mambo mbalimbali wanayopenda kuuliza, wanaweza wakauliza kwa namba hii, voda ya 0759817802. Hiyo ndo namba ya mawasiliano wanaweza kuitumia. Asante sana mchungaji. Basi mimi naitwa Mesha Kirongo, nimekuletea